والسماء ذات الرجع والأرض زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. Nini dogo? Oh boy, nitakuja kukito, nitakuja kutoa unajua. God is one. God is one. Baba. Mama. Vipi Samia? Kwa vipi nataka nikuulize. Kitu gani mwanangu tena? Mamangu yuko wapi? Kwa nini umefikia kuuliza swali kama hilo? Kwa sababu kina Farida na mama yao, kina Aisha na mama yao, kina Fatima na mama yao. Mimi mamangu yuko wapi? Hamisi. Ipi Hamisi? Bora kwa? Hamna mshikao mzee. Sasa hivi. Sawa, karibu. Tatizo nini? Hamna mzee. Karibu. Karibu mke. Safi tulia hapa. Sasa vipi hali? Nipo mzee wangu. Ni mke wangu mzee. Mke wangu anaumwa kwa muda mrefu sana. Nadhani unajua hilo swala. Na stoshe, nishahangaika sana hospitali. Hata juzi pia ametoka kupata vipimo. Hali yake si nzuri. Yaani naniona kama vile nimebeba mzigo wa miba, ngali chonge na kipara. Nipo tu mzee. Napitia mengi.
Unajua lazima uelewe shilingi ina pande mbili. Una maana gani mzee kusema hivyo? Ina maana kwamba ukijua nyuma wenzako wanajua mbele. Hebu jaribu kugeuka. Nenda kwa wataalamu wa kienyeji. Mimi sina tujua kuhusu swala wataalamu mzee. Kwangu ni jambo gani? Nilikuwa mimi najua kwa swala kama hiyo, nilikuwa tayari nimeshaenda. Kwa kuwa mzee wangu umeweza kufika hapa na mimi pia utakuwa ni msaada wangu. Kwa jambo lengo mke wangu apone tu. Napata changamoto sana. Hali ni ngumu mzee wangu. Wataalamu sio ganga wa kienyeji. Sasa ni wapi? Mimi sijui na jana tujua. Kusema hivyo. Maana yake kwamba unapojua la mbele, wenzako wanajua la nyuma. Jaribu kubadilika. Sawa. Sasa wewe nafasi yako lini? Mzee sasa hivi tukaenda. Kwa kuwa ipo jambo la msaada mzee, na jana mkusubiria mimi kitu kama hicho. Hebu tuende. Kwa hiyo mzee bwana, nitafurahi sana kama endapo itakuwa ni jambo limeenda sawa, kwa sababu inakuwa sana ni changamoto sana. Itabidi ukamchukue na mkeo. Na mke wangu. Twende wote kule. Yule mtaalamu ataongea nini kule? Hapo nini nikamchukue yule naye. Basi kwa jambo la heri. Basi sawa. Ndio mke wangu. Pole sana. Asante mume wangu. Naamini kwamba ile jambo litaenda kuisha sasa hivi. Sawa. Sawa. Nilikuwa na mzee Mkulipo kwenye maongezi, tukawa tumegusia ile swala la kusumbua kwa muda mrefu. Pia hiyo habari njema ambayo pia nimekuja nao kwako. Na anasema kama kuna mtaalamu yupo ambao anaweza kutusaidia tatizo hilo, kwa sababu tunazunguka sana katika masuala ya matibabu. Anaomba twende tukaone naye ili aweze kutatua tatizo ambalo linasumbua kwa muda mrefu. Hivi tena mke wangu. Kuna tatizo? Unasemaje? Sara mke wangu. Na mambo nisikie tukiongea. Huyo mzee Lipulipu, yeye kama nani? Mpaka ingilie familia yetu. Sara mke wangu. Hali kama iko sahihi?
mpaka dakika hii hamna kitu chochote. Tuangalie upande wa pili. Mimi siwezi kwenda kwa mtaalamu. Si unanielewa? Nisikize nikwambie mume wangu. Mimi hapa siendi popote. Kama kufa acha nifie hapa hapa. Hapana. Sara, kumbuka lakini hali kama hii sio nzuri kwako. Mimi na wewe tumetembea muda gani kutafuta kitu kama hichi? Kuna unashindwa kuwa muelewa? Mke wangu. Nimeshakwambia, siendi kokote. Maana kuna kupuliza ili iwake na kuna kupuliza ili ipoe. Sasa sijui hapo upo upande gani. Sikiza kwa makini. Nimekuja hapa katika habari njema tu. Sawa, nielewa. Naomba uniangalie sawa. Naomba uniangalie. Wewe ni mke wangu mimi. Kumbuka lakini. Sipendi kale ulikuwa nayo. Kwa sababu kibaya siku zote huwa kijitangaza. Na kizuri pia huwa kinadiwi. Twende tukamwone mzee Pulipu. Uweze pia kutusaidia swala kama hilo. Mangapi ambao kila sehemu tumeenda hadi jana tuko hospitali kuhangaika swala kama wewe ili upate kupona mke wangu. Hilo ni swala la kumwomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu peke yake ndo atajua jinsi gani atatatua hili tatizo langu. Lakini sio mzee Pulipu wala ule mganga wake. Sasa unaenda wapi? Mzee bwana. Naona mke wangu amekataa. Amekataa. Maana nimejaribu kumshawishi. Sasa unaona yuko radhi. Sasa mimi nikienda si haina shida. Karibu bwana Mlipolipo. Bwana asante. Vipi hali? Asante, tunamshukuru Mungu. Siku nyingi bwana. Salama kabisa. Ndio bwana. Bwana nimekuja. Ndio. Nimekuja nimemleta kijana. Huyu kijana nimemkuta sehemu amekaa katika mazingira magumu. Nimemsha mara ya kwanza kimya. Nimemsha mara ya pili kimya. Mara ya tatu bwana anazinduka. Zimlipi kukaa bwana nikakaa. Nipigia habari yako. Ambia mzee hali yangu sio mzuri. Sio mzuri kivipi? Mke wangu anaumwa. Kama anaumwa nimemaliza hospitali. Ndio. Mke wangu hali ile ile. Kwa hiyo sijui la kufanya nifanye nini. Kamwambiaje? Unajua kwamba shilingi ina pande mbili? Maana yake mimi sijui. Maana yake ujui. Unapojua wewe la mbele, wenzako wanajua la nyuma. Unapojua wewe la nyuma, wenzako unajua la mbele. Ninachokuomba ubadilike, uende kwa wataalamu wa kienyeji. Ndio anaambia watamweleza wewe. Kaka nimekaa niwaza. Nikaona hapana. Yule zimoto zimeogopa uso.
Nikamuuliza, je, hapo ulipo na nafasi? Akaniambia nafasi ninayo. Kwamba leo katwenzetu. Ndio safari hii bwana niliona. Kijana nimemleta hapa ana matatizo. Sasa maendeleo zaidi atakueleza yeye mwenyewe. Wewe kijana anaitwa nani? Bwana anaitwa Hamisi. Bwana Hamisi. Namta. Hamisi. Namta. Tatizo la mke wako yeye mwenyewe analijua. Ili tatizo. Unamaanisha nini kusema hivi? Hicho anachoumwa anakijua. Jamaa tatizo la mke wangu mwenyewe ndio tatizo lake. Lakini pia mlipo yule kijana hata swala hili mama yake analifahamu kwa undani zaidi. Mama yake mzazi anajua shida zaidi. Na mimi niko tumboni miezi 9. Hapana. Mtaalamu hapana. Usikatae Hamisi, usikatae. Usikatae, mama yako anaweza taka kuua bwana. Ninachokiona ndicho ninachokwambia. Hiki ninachokiona hapa ndicho ninachokwambia wewe. Amini hicho ndicho ninachokwambia. Mimi naomba niwaache. Mimi nashukuru sana. Hamisi, sasa mbona unaondoka? Kumwambia kwamba matatizo ya mama yake anajua. Yaani kajiku kumwambia kwamba kati anaamini au haamini. Na kama anaamini, kwa nini mama anafanya hivi? Kwa pesa kishabugua. Sasa mimi naomba umsamehe. Haya kaka. Mimi bwana maagizo yako tutakuelezea, wewe kama tutakueleza hapa. Sawa. Haina tabu. Haya. Samira mwanangu. Muda ukifika nitakwambia mwanangu. Huu si muda sahihi kuambia kila kitu. Sawa mwanangu? Sawa. Mambo wa imani sasa. Shema ule. Sasa maulidi ukishelewa utakuanza. Sawa mwanangu? Sawa.